Karibu kaka. Unaweza kukaa? Asante. Mazungumzo yenyewe ni mafupi tu, natakiwa niwahi pia mazingira ya usalama nje. Guys, Manyanya alinitafuta, kuna jambo nataka azungumze na sisi. Na amesema tuitane hivi, ana kikao na sisi. Sasa sijajua mpaka yeye ameamua kuitisha kikao, labda kuna jambo muhimu sana nataka kuzungumza na sisi. Kaka. Brother, unaweza kutuambia lakini au kuna haja pia ya mama kuwepo? Hapana, nafikiri familia inatosha. Sawa, kwa sababu hata hivyo yeye pia amepumzika. Okay, unaweza kutuambia brother? Brother, mimi nakuheshimu sana. Naiheshimu sana familia yako, lakini pia naheshimu sana kazi yangu. Na siko tayari kuona mazingira yoyote yale yanaweza kujitokeza kwa ajili ya kuweza kuvunja heshima ambayo nimeiweka kwako na kuvunja uaminifu ambao nimeshautengeneza kwako na umoja wetu wa kimahusiano ambao tumeutengeneza tangu tunajuana. Kwa sababu sijawahi pia kuonesha dalili yoyote ya kutaka kuvunjia heshima wewe, familia yako au hata majukumu yangu ambayo nimepewa kutoka kwako. Kwa najitahidi kwa gharama yoyote kuweza kuilinda hii hali. Kwa sababu sitaki tubishane, sitaki tuvuke mipaka. Kuna jambo linaloendelea humu ndani kwenye familia yako, kiukweli mimi sikubaliani nalo. Na siwezi kulificha na wala siwezi kusema nikuite wewe tuzungumze private, nitakuwa ni mnafiki. Kwa hiyo nimesema nililete hapa mbele ya familia ili kama kuna chochote ambacho nimekiongeza kwa muhusika ajitokeze na aliseme hapa hadharani ili tulimalize. Sister huyu, kuna mazingira ambayo anayaleta kwangu mimi sikubaliani nayo. Brother, kuna ukaribu ambao nataka ulete kwangu, naona kabisa anatengeneza fitna ya kutaka kutugombanisha mimi na familia yako. Sasa mimi siko tayari. Mwanzoni nilikuwa naona kama ni hali tu ya kifamilia, upendo tu wa kawaida, ushirikiano na ukaribu, nikachukulia tu fair. Lakini kadri ninavyozidi kumwacha naona ndio anazidi kuingia ndani zaidi, kitu ambacho kinaenda kuvunja misingi yangu ambayo nimejiwekea. Weza mini brother, huyu jana usiku alikuja chumbani kwangu. Kanikuta mimi na boxer tu, najiandaa kwa ajili ya kupumzika, kaingia. Kinachomleta mule ndani, Manyanya mimi nakupenda, Manyanya mimi nateseka na mapenzi, nimekuona muda mrefu kwa nataka tu. Namwambia mimi sitaki hayo mambo, sicho kilichonileta, tafuta mazingira. Blaza wewe sikujua, sisi ni watu wazima, sio na nini na hisia. Bro, kuwepo, lakini mimi kuna namna nitamata nimpige kitasa huyo mtoto, nimpige ngumi mtoto aondoke, kwa sababu naona ananiletea gundu kwenye maisha yangu. Mimi pigo hizo sizitaki. Yani bro, kama kuna kitu mimi kinanikera, ni mtu anapotaka aharibu career yangu. Ni mtu anapoleta masuala ya mapenzi katika sehemu ambayo mimi naita masuala yangu ya kazi. Bro, mimi sitaki. Wewe unanijua blaza. Sehemu leo nikuta mimi maisha yangu ni mabovu na kilichonipeleka hapo ni masuala haya ya kijinga kimahusiano. Mpaka bro unaniamini mimi ni kwa sababu mimi sina hizo tikeli za masuala ya wanawake. Na sijawahi kusema kwamba natengeneza namna yoyote ya kuleta usaliti, kuleta shida. Blaza unanijua, unaniamini. Na mimi hakuna kitu kinanipa hasira na ghadhabu kama mtu anapoleta masuala ya mapenzi kwenye anga zangu. Mimi sitaki. Kwa mwambieni huyu. Bata anaambiwa ameigusa, ameenda kugusa pabaya katika maisha yangu. Sitaki mazoea ya mapenzi, sitaki mazoea ya kujuana kiasi hicho. Oya. Nisikie vizuri mwanamke, sawa? Mimi hizo sio pigo zangu. Masuala kimahusiano sitaki, achana na maisha yangu, fuata kilichokuleta, niache na mimi nifuate kilichonileta. Mimi sina ushamba kiasi hicho cha wanawake. Nishatembea na wanawake kibao alafu wazuri kuliko hata ulivyokuwa wewe. Na hakuna mwanamke yeyote mwenye uzuri wowote ambaye anaweza kanishawishi mimi nikampata. Hakuna. Kwa nakuomba baki kwenye laini zako. You better watch your back.
Mimi mwenyewe siwezi kukaa nalo ndugu yangu, mpaka nikuambie nipate mtu wa kushare naye. Lakini sasa hilo ni mimi na wewe, sio baadaye hapa ujitokeleshe ukamwambia mume wako upo nyonyo. Yaani sijui nikwambie hivi upate kunielewa. Nimeingia katika dimbwi zito la mapenzi. Yaani ukaka ananivuruga siku hadi siku. Huwezi kuamini mpaka mwanaume wangu nimemblock kwa ajili yake. Yaani kuna namna nikimwangalia kaka tu napata amani kwenye nafsi yangu. Yaani uliza sasa nani? Mlinzi wetu hapa nje. Sasa kubwa kuliko hii ndio nakupa iwe siri, yaani usisubutu kumwambia hata mama. Jana usiku basi nimemchunga mama amelala la koroma kusijua na wazazi wake vikoba. Nikanyata nimekuja sebuleni hapa zimezima. Nikasema ndo hapa. True love is not always measured by marriage or living together. Sometimes, two people genuinely love each other, but life's circumstances stand in the way. Distance, financial struggles, family responsibilities, or different life paths can make being together impossible. Even so, loving someone who truly loves you is never a waste. That kind of love teaches patience, respect, trust, and kindness. It helps both people grow into better versions of themselves. Instead of holding on to anger or regret, they choose to cherish the beautiful memories they created together. Real love does not always end with a happy ending, but it can leave a lasting impact on the heart. If two people cannot be together because of circumstances beyond their control, they should wish each other peace, success, and happiness sometimes. The greatest act of love is letting go with respect while keeping gratitude for the time shared. Love is beautiful not only when people stay together forever, but also when,